Shibu mwanangu. Naam baba, nimekuja. Kwani vipi? Kama unajisikia vibaya sana, basi mimi nitafuta usafiri nikupeleke hospitali. Jua nimefika saa 12 jioni mwanangu. Mzee wangu, naomba nisikilize bwana. Tatizo lako wewe, unawahi sana kukata tamaa. Sasa ushaanza kuongea maneno ya mafumbo na naona kabisa ushakata tamaa ya kuishi wewe. Yaani kama unaona unazidiwa, mimi nitafuta sasa hivi usafiri hapa nikupeleke hospitali. Hebu acha mambo yako bwana. Dunia yazama pasi na mbele kuona. Mimi napotazama sipo wewe unapopaona. Nisikilize kwa makini haya ninayokuambia mwanangu. Nisikilize kwa makini sana. Chumbani kwa dada yako kwenye meza kuna kitambaa pale kimefunikwa. Ndani ya kile kitambaa kuna barua mwanangu. Ile barua mwanangu, ichukue isome. Vitu muhimu vyote viko kwenye ile barua mwanangu. Utakayona kwenye ile barua mwanangu, naomba yafanyie kazi. Usipuuze na usiache hata moja. Na hakikisha unapomaliza kusoma barua usirudishe ulikoitoa. Iweke mbali na pale kabisa, lakini isiame iko chumba. Sawa, mimi nimekusikiliza na nimekuelewa sana. Nitafanya hivyo. Nitachukua barua na nitaisoma na nitafanya kila kitu kama ulivyonielekeza. Lakini mimi kufanya hivyo haina maana kwamba eti wewe labda huu ndo mwisho wa maisha yako. Hapana. Mimi nikuahidi jambo moja tu mzee wangu. Yaani niko na wewe. Niko na wewe bega kwa bega, nitakupambania na utapona. Sawa? Haya, katika hiyo barua kuna nini sasa? Halo? Niambie shoga yangu. Haina shida, lazima nije kwako tena. Kuna nini huko ndani? Vio, nimepata nafasi tena kwa mara ya pili. Unajua, unafahamu kuwa nilikuwa nasumbuka sana hata kabla ya marehemu mama yako kufariki. Nilikuwa mtu akuja kwenu mara kwa mara na kukueleza hisia zangu kwako. Ukweli Vio, bado nakuhitaji. Bado nakupenda. Nahitaji tuanze maisha. Unajua hapa kijijini hakuna mwanamke mzuri kukupita wewe. Yaani mwanamke mzuri sana. Yaani umezidi kila aina mwanamke hapa kijijini. Kwa hiyo naomba jaribu kunielewa. Usio mkaidi. Japokuwa wanasema mkaidi afaidi paka siku ya Idi, lakini unazidi kunizidisha. Ama kweli. Ukishangaa Firauni kule, utakutana na kibonge mayele. Hivyo, unaweza kunipenda mie wewe? Yaani kwa jinsi ulivyo, unashinda na misuli, mishati kama babu kizee. Tena kikongwe. Unaweza ukanipa nini wewe? Unaweza ukanipa nini? Make hauna hata senti. Yaani hata kunihudumia tu hauwezi. Nisikilize wewe kikaragosi mweusi wewe. Mwenye sura kama papai jeusi wewe. Unikome, tena unikome kidogo kidogo. Unanielewa Unajua umefika mbali sana. Alafu mapenzi sio lazima kuhudumiana kila siku. Siku umepata, siku umekosa. Shida nini? Na kama pesa zinatafutwa tu, na imani ipo siku nitapata na nitakuhudumia kama unavyotaka wewe. Jaribu kunipa nafasi ili uamini kwamba nakupenda. Kwanza nashukuru umeligundua hilo. Sawa Unanipenda? Unakutaka? Sasa nisikilize.
Nenda kajitafute, katafute hela, katafute sasampa, ndo uje unitafute mimi. Unanisikia? Maki wewe, yani nahisi nitakuwa nakuhudumia wewe na sio wewe kunihudumia mie. Maki hunizidi kwa chochote. Kama pesa ninazo. Sawa? Yani wewe unachomiliki ni ubonge. Ndo unamiliki wewe na misuli. Alafu mapenzi sio lazima kuhudumiana kila siku. Siku umepata, siku umekosa. Shida nini? Na kama pesa zinatafutwa tu, na imani ipo siku nitapata, na nitakuhudumia kama unavyotaka wewe. Jaribu kunipa nafasi ili uamini kwamba kuna kupenda. Kwanza nashukuru kwa kulitambua hilo na umeligundua pia. Sasa nakwambia hivi, nenda katafute pesa ndo uje unitafute. Unanisikia? Make kama ni kwa pesa na kuzidi, haunifiki hata kwa theluthi. Tunaelewana eh? Na unikome. Karibu. Asante ndugu wangu. Ni kama siku mzima Kwa uzima gani na wewe rafiki yangu? Nimepata msiba hapa, nimeshua na babangu. Nitakuwa mzima kweli? Kwa kweli ndugu wangu, sione kama nimekutupa. Nilikuwa nauma mwenzio, ndio maana nikashinda hata kuja msibani. Haina shida rafiki yangu. Kama ulikuwa unaumwa kweli, sio mbaya. Ila kama umenidanganya ukashindwa kuja kumzika babangu, sitokusamehe. Hamna bwana, usifikirie huko. Pole sana ila ndugu wangu. Maana hata sijui nikwambieje. Ila ni mipango ya Mungu. Usitaki kukaa kulaumu. Lakini nashukuru rafiki yangu umekuja. Umeugua, umepona, umekuja kuniona. Ni jambo zuri. Make sio wote walofika hapa. Ili umekuwa rafiki mzuri sana kwangu. Sitokaa nikusahau kwenye maisha yangu. Niwe ndo kila kitu kwangu, ndugu wangu. Kwa kweli. Haya bwana. Leo nitashinda hapa kidogo hata nikusaidie vikazi. Unajua nilikuwa sipo. Kama ni kazi zote nishafanya. Kwa hiyo hapo cha kufanya, tuondoke zetu twende sokoni, tukanunue vitu tuje kupika.
kama hivyo nilivyokuambia shoga yangu. Yaani nimekaa nimefikiria, niko na mtu pekee wa kunisaidia hapa kijijini ni wewe. Na wewe ndo unaweza kutunza siri zangu na ukafanya kama ninavyokuambia. Mimi hapa sina ushauri wote zaidi tu. Hapa ni kuinuka mimi nayo kwenda zetu kwa mtaalamu na mganga wangu huyo ni hatari. Yaani issue ikifanikiwa, mimi na wewe tunaenda kuwa matajiri hapa kijijini. Yaani tutakuwa sisi tu, hamna atakayetufikia kwa lolote wala kwa chochote. Shoga yangu vosema mzigo, naona kabisa hapo kuna hela. Tena hapo kuna hela, yaani naona kabisa ameshonga pala kwa mazuri, naona hata hiki kibanda chenyewe nitakivunja kwanza. Kwanza umenishtua moyo wangu. Nakwambiaje majibu yote tutapata kwa huyo mtaalamu. Usiniambie. Maki hapa nataka nifanye kitu kikubwa mpaka dunia nzima itashangaa. Unamwona ile kakangu? Nataka nifanye kuwa chizi nginja, yani kichaa. Sio muokota makopo, sio mtembea uchi. Basi subiri nikajiandae udugu wangu. Twende safari. Mzira mvimiliki, yani kaka atakuwa chizi atakia stake na Maki na mali mwenyewe. Sasa hapa udugu wangu, hapa ndo nilipokuambia kule nyumbani kwamba nina mganga wangu noma huyo. Yaani hapa ukija matatizo yako yote yanaisha. Upo? Yaani mganga ni noma. Kanisaidia kwenye mambo mengi. Mganga, mimi nina matatizo. Nilikuwa naomba unisaidie. Na kakangu nataka nimtie uchizi. Awe chizi nginja. Weka kiganja cha mkono wako wa kulia hapa juu. Usiogope, weka. Teleni shalila mbukwa. Wassalatu wassalamu alika majina salatu wassalamu maika jina jinani burhani sharifu zikra mautani hadha lima jini marwati basimbani makashana ya chinjani ya tufani ya kufari ya wimbi kokotoni nyonga samsubi zunubi alaika manga donda iliyoto. Husu wa kumtia uchizi. Huyu tunaua kabisa.
Kuua tena? Amna, mimi kuua siwezi, sitaki. Siwezi. Kubali na wewe. Basi sawa mganga, nimekubali. Maana tukimtia uchizi huyu, uwe itakuwa rahisi kujulikana. Si umeelewa? Tukimtia uchizi uwe inakuwa rahisi kujulikana. Kwa hiyo sisi tunakata kabisa. Nenda kanileta dede ya juu, chukwani na dunga. Rafiki yangu, bora kufika. Unajua kuna issue nahitaji unisaidie, na imani utaiweza. Kama ipo ndani ya uwezo wangu, itawezekana. Kuna mdada mmoja hivi nampenda sana, nahitaji mfikishe salama. Kwa nahitaji nimuoe, na wewe ndio mtu pekee ndio unaweza kufikisha hizo salama. Nakutegemea sana rafiki yangu. Sawa, nitafanya hivyo. Ni mdada mmoja hivi anakaa pale kwa Gama, unapojua? Napajua. Afu kwa Gama pale kuna nyumba moja ya Brazizi. Napajua. Ile nyumba inayofuata Mzee Ngwenje, kwa Mzee Ngwenje. Vio? Anaitwa Vio. Kikweli yule mdada nampenda sana. Na niko tayari wakati wowote na muda wote nimuoe. Nitafanya hivyo. Nitashukuru sana. Tena nitashukuru zaidi endapo ukiniletea majibu ya kunikubalia. Na kuahidi ukifikisha salamu hizi kuna zawadi yako. Yaani chupa za Togo hizi 2. Togwa. Mimi nilijua hela. Hela wapi? Togwa tunachukua chupa moja na mimi nabaki na moja. Au hata mingoko. Haula mingoko. Wewe rafiki yangu unajifanya makubwa sana, kumbe wapi? Aya, kweli. Basi sawa, lakini usisahau bwana. Karibu. Asante. Vio, bila kuchelewa. Mimi hapa ni mjumbe tu. Kuna taarifa nimekuletea. Rafiki yangu ametokea kukupenda sana. Anataka muwe pamoja, mjenge familia. Huyo rafiki yako ni yupi tena? Sina rafiki mwingine zaidi ya Mkuza tu. Kitumbua kishaingia mchanga tena. Hivi wewe Jalia, una akili kweli? Hiyo friji yako inagandisha au inayeyusha? Yaani umetoka huko nyumbani kwako mguu mosi mguu pili, umekuja kwa Vio kumletea taarifa za Mkuza. Hem, nisikilize vizuri we binti. Unajua waga na kuona ni binti fulani hivi mzuri, una akili, unajielewa, kumbe akili zako azimu wewe. Yaani wewe ni bwabwa. Nisikilize vizuri. Najua kijumbe au wawi, ila kwangu utakufa. Unaisikia vizuri Mpelekee taarifa wa rafiki yako. Sijui mjinga mwezio. Mwambie mimi siingiliwi ovyo ovyo. Sawa? Nishamwambia kwamba simpendi, simuhitaji. Naona kakutuma wewe tena kijumbe. Sasa naanza na wewe kijumbe wewe. Ukirudia tena kuniletea hizo taarifa za kipuuzi, nitakacho kufanya kizazi chako chote kitashangaa. Na huyo mjinga mwenzio akirudia kwa mara ya 3, haki ya Mungu na hapa nitakachomfanya dunia nzima itashangaa. Na wewe
ukirudi tena nyumbani kwangu kuniletea hizo taarifa za kijinga, haki ya Mungu jalia, tutakuwa maadui. Umenielewa eh? Haya, kusanya mbaliga zako, toka nyumbani kwangu. Tusikie. Toka nyumbani kwangu. Watu wengine bwana, kuharibiana tu usiku. Hivi unakumbuka mganga alisemaje kuhusu ile dawa? Mzungu mimi hata sikumbuki. Nishasahau kila kitu. Wewe kweli kilaza. Alisema hivi kabla hujaenda kumshika inabidi kwanza upake dawa. Bila hivyo yule hafi. Basi sawa. Wewe shika jembe hiki. Kaka. Kaka huyo. Kaka, mbona umechafuka chafuka hivi eh? So unajua tena njiani huko kuna majani, kwa hiyo naona ndo yamenatia. Njoo. Kasha kufa huyu. Yaani hapo bora bibi wangu. Hapo kazi yote imeisha. Mambo vipi? Poa, mzima. Mimi mzima namshukuru Mungu. Vipi wewe? Sijambo, siku nyingi. Sio poa. Maana sasa umenisusa muda mrefu sana. Yaani hata kutokea getoni sasa hivi utokei kabisa. Na unajua ni kiasi gani mimi nimekumisi. Hivi kweli mpenzi wangu uko serious kweli? Hamna, sijakususa. Sema mambo ni mengi, unajua. Kazi za hapa na pale. Wewe Mungu bwana. Yaani wiki ya pili sasa hujatokea magetoni. Nashindwa kuelewa shida nini. Siku moja basi fanya mpango na kuja getoni. Unajua mimi tena mtoto wa kiume siwezi kujizuia. Nitakuja, usijali, nipata muda tu nitakuja mpenzi wangu. Unajua nini mpenzi wangu? Yaani katika watu ambao nawapenda ni wewe. Na haitakuja kutokea mimi nikakuacha hata siku moja. Mimi nakwambia tena kwa pia mbele ya Mungu shahidi. Yaani sitakuja kukuacha. Unajua nini? Yaani waga nikikaa na tafakari. Natafakari. Hivi ipo siku kweli nikija kuachana naye nitapata mwanamke mzuri kama wewe? Hapana, yaani jibu sipati. Kwa hiyo
mimi nilikuwa naomba niahidi kitu kimoja. Kama utakuja kuniacha, maana mwenzako nimekufa nimeoza. Maana sio kwa uzuri huo. Cheki, yani katoto fulani. Hamna baya, sijali. Sinajua ninavyokupenda. Sawa, unaweza kunihakikishia kwamba unanipenda, lakini maana yake mnakaga ongo sana. Hata usijali mpenzi wangu. Mimi nakupenda sana. Na kuahidi sitakuja nikuache. Sawa? Lini sasa unakuja? Sije ukanikalisha tena. Nitakuja, usijali, nipata muda tu nitakuja mpenzi wangu. Basi sawa. Fanya hivyo, usinifirishe. Maana mimi nimekumisi mwanzio. Hai, sawa, bye. Basi poa. Ndugu wangu, hebu fungue kwa kitu kwanza tukione. Kiwe naona kama uniaminia mimi Yesu na mishukuliaje wewe? Nyeshi sasa mzigo nakwambia. Wewe una masaa na mimi Hii si chupa hii. Mimi machungu babu, si chupa hii. Ndio ni chupa. Halafu hiki kitu unakiona ni kidogo, si ndio Unauona huu mzigo? Ni bonge la mzigo. Yaani unavyoona ni mdogo ndugu yangu. Ila hapa imebeba mamilioni na mamilioni na mashamba na magari na manyumba yote yako huko. Haya, mimi nitaamini vipi? Sasa nafungua mimi. Alafu nataka uanze kuomba wewe, usiyetaka kuamini vitu. Haya, shika. Omba chochote unachokitaka, utakipata. Yaani we chupa wewe. Yaani nakwambieje, kabla jua halijazama nataka niwe na hela, na kama sio hela tu michongo ya kazi yani itoke sifuke wapi nakwambia. Yaani nasema shika mishamaliza. Mbona sawa kuomba urefu mtu mfupi wewe? Chana na mimi nataka hela sasa hivi. Ila maajabu chupa. Sasa cha kufanya shoga yangu, kuwa na imani. Halafu imani yako yote weka humu. Sitaki mbambamba, unanielewa Haya bwana, acha mimi niende zangu nyumbani. Basi sawa rafiki yangu, tutawasiliana zaidi. Mtoto huyu. Nikiwa anachomwambia, kila anachomesesa atakachokipata hapa. Tunze mzigo wangu, tajiri wangu. Jamani Adila, sawa? Nimeshakuelewa. Sawa, wewe yani wewe hiyo ukitaka kutuma namba hii.
Aya, poa. Yani hapa na mali naona ile anuka kulisoma. Kaka. Halo. Samahani, naongea na Mkuza? Ndio mimi Mkuza ndio. Hivi ni wewe ndio uliyetuma maombi ya kazi Ni kweli. Niliomba maombi ya kazi hapo. Basi sawa, nimefuatilia kila kitu na umepata kazi bwana. Aya, asante sasa. Basi inatakiwa ufike ofisini sasa. Wakati gani unataka niwasili hapo? Basi hamna shida. Asante. Basi sawa, nikutakia siku njema. Aya, na kwako pia. Mganga. Halo. Bali yako. Salama mganga. Karibu. Asante. Karibu ndani. Hapana, hapa nje tu panatosha. Haya, nikusikilize. Sasa mimi nimekuja kukushukuru sana. Nashukuru sana kwa msaada wako. Mambo yangu sasa hivi yanaenda vizuri. Nimetajirika, nimepata kila nilichokuwa nakitaka. Kwa hiyo mimi nilikuwa nina ombi moja tu kwako. Ombi gani? Nilitamani nikubadilishie mazingira, nikujengee nyumba nzuri hapa, mandhari hapa yabadilike. Nashukuru kwa upendo wako, lakini kwa kazi yangu mizimu haitaki hicho kitu. Asante sana kwa moyo wako na upendo wako, ila tu inshallah siku yoyote nitakapohitaji msaada kwako nitakuona. Swala kunijengea mizimu haitaki. Kwa nini mtaalamu? Binti, hii kazi mimi sikuitafuta, ila yenyewe ndio imenifuata. Kwa nafuata kile wanachokitaka wao. Sawa? Napenda kujengewa. Napenda kubadilisha manzali, lakini mizimu haitaki. Kwa inshallah siku yote nikihitaji msaada kwako nitakuja kukuona. Mtaalamu jamani. Kwani kubadilisha mazingira na mizimu vinahusiana nini? Elewa. Hii kazi sikuitafuta, ila yenyewe ndio imenifuata mimi. Kwa nafuata kile wanachokitaka wao. Inshallah nitakapohitaji msaada kwako nitakwambia. Luksa wewe nenda. Basi sawa. Inshallah, safari njema. Udugu wangu huyo. Nzima wewe lakini. Niko poa. Vipi shogangu? Unaendeleaje? Maki sasa hivi nimekuwa busy sana na biashara, kazi, kule mashamba. Sijui hata unaendeleaje na ile issue shogangu. Wala sikulaumu kwa hilo, hata mwenyewe pia nina mambo mengi sana. Mimi nipo poa.
Yaani ninavyokuambia nina hela hata sijui nizipeleke wapi. Na biashara pia ndogo ndogo. Si unajua tena? Usiniambie una hela mpaka zinamwagika. Ila kweli, maki naona mpaka umenua ndinga mwenzangu. We naye mengine yakupite. Ni kweli shoga yangu. Ila kuna mtu tu nimempa endesha afanye tu biashara. Si unajua hata sijui hata kuendesha. Ujifunze na wewe. Kwanza sio kila kitu nijua hapo wenyewe. Na watu kibao mashambani wa kusimamia, si biashara mali nipeleke mizigo wapi. Si unajua? Yaani mpaka nimechoka hapa nilipo. Basi sawa shoga yangu, wewe endelea na mambo yako. Ngoja mimi niwahi nyumbani. Maana kuna watu nimeacha pale wakanifanyia kazi 1 2 3. Haya bwana, naona leo sio mkaaji. Wa ubize huu utapata muda wa kukaa shoga yangu. Bye.